usumbufu. Mtu nini? Fanya uende. Wasema? Jiandae uende. Kwa nguvu. Shakila mpenzi wangu, unajua kiukweli mimi hali ya kujibaiba mesiliziki nayo kabisa. Ni kweli mimi naye tunapendana, lakini nilikuwa nahitaji jambo moja kipenzi changu. Ili ndoto zetu zitimie, mimi nilikuwa naona nifanye swala moja tu ili iwezekane kukua kipenzi changu. Usijali mpenzi wangu. Ndio mpango na Mungu. Na imani Mwenyezi Mungu akitujalia tutakuja kutimiza ndoto zetu. Nafurahi sana kusikia hivyo, lakini juhudi zetu zinahitajika. Ni kweli Mungu ndio mjuaye kila kitu. Lakini pia kupendana kwa dhati mimi na wewe ni muhimu. Si unajua pia nakupendaga eh? Nakupenda pia mpenzi wangu. Kamchum, mama. Tulenye chafu lile. Mwangalie. Meno ya pinki. Sasa mwanaume gani? Unakuwa na mwanaume kigoloi. Chimbembe kama chimbembe. Oya Mr. Nene, Niambie mwanangu mwenyewe. 966 Mr. Kinywele. Baridi mwanangu sana. Nakubali. Sema mwanangu mida hii, pande hizi. Kuna unakini hapo Mr. Kimbembe. Sasa wewe unafiki, una ufuatiliaji, usnitch. Sio hivyo mwanangu mwenyewe. Niwe nakujua vizuri sana. Kwa mida hii, mishale hii. Kiasubuhi hichi. Afu polodi kama hivi unapuyanga. Sio kweli mwanangu. Sasa unakutana na mtu barabarani naanza kuuliza asubuhi vipi mzee wangu? Kwani ratiba zangu nazijua za kila siku mzee? Wewe mtafutaji riziki asubuhi shekhe. Asubuhi unatafuta riziki. Sema mwanangu mwenyewe usione kama nakuganda, ukaona kama nakufuatilia sana. Sema mimi nakupaka wiki tu. Afu tutapata picha lote. Huo Usudi Brown ndugu yangu, sasa hapo kinachotoka kifanyika hapo basi vaa na uso. Huo onekana unaanza kupiga matukio yako kufuatilia watu, wewe unafiki tabia za kike. Wewe fuata mambo yako mzee. Unaanza kupeleleza maisha ya watu, una kazi ya kufanya wewe. Tafuta kazi ya kufanya bwana. Sema umefika mbali mwanangu mwenyewe. Wapi? Umefika mbali? Umefika mbali mwanangu. Sema wewe wa mida hii. Mida hii tunarudi pale pale kwenye hii mida. Hii mida hii. Kukutana na wewe kwenye rough road kama hili. Road la vumbi. Mr. Chimbembe. Tabia za kike hizo, fuata maisha yako mpuzi. Mr. Chimbembe. Chimbembe wana mali. Na nawahi kwenye mkutano wa chama mara moja asubuhi. Sasa katibu nitaka kujulisha kwamba yule binti tushampeleka mjini na kazi anafanya vizuri sana. Safi kabisa. Namna hiyo. Hivyo ndio tunatakiwa hivi. Mimi napenda kufanya connecting. Yaani connection ya kazi. Ili anayepata kazi asichezee kazi kwa sababu kupata kazi ni kazi kama ilivyo kazi kuipata. Ni kweli? Lakini sasa leo nilikuwa na jambo lingine tofauti. Nilikuwa nahitaji kuongeza madalali. Kwa sababu tunahitaji kupanua wigo. Umeelewa? Ili tupate mabinti wengi kwa sababu kazi zimekuwa nyingi afu mabinti sio wengi. Hapo subiri nikuulize swali. Kwenye hiki kijiji madalali tuko wangapi wa kupata wa mabinti? Ina maana tuko wawili, si ndio hivyo Sasa kama tuko wawili, usiongeze mtu mwingine kwa sababu kuna watu wengine kaba hawana. Tumeelewa Kama mimi kwenye serikali naweza kuzuia kaba langu kuto kulopoka. Basi usije ukawaingiza watu wengine kwa sababu kwa kipindi hichi kila mzazi analalamika.
Labda niwakuulize, hao watoto mnaopeleka huko mjini kufanya hizo kazi za ndani, mnawafanya nini watoto wa watu? Maana kuna wengine wakitoka hawaji tena, hawarudi tena kukumbuka makwao jamani. Yaani kukumbuka na kutokukumbuka ni sawa, kwa sababu kazi nyingi. Umeelewa? Ubize, mambo mengi. Lakini hilo lisikupe shida. Inaposemekana nyinyi kuna mabosi wengine wanataka watoto kingono, wanataka rushwa ngono. Sasa jamani, mimi mnanitia tabuni jamani, mnanitia kimeumue kiasi cha kwamba mpaka kazi nataka nione chungu. Mimi nakula kupitia hii kazi unaonipa wewe. Sasa sikiliza. Kwenye ule mzigo na ukupaga, nitakuongeza mara 2. Sawa, yani kwenye mzigo ukinipa mara 2 mara 3, lakini kwa muda hapa mimi sishachelewa. Nawahi kwenye mkutano wa chama jamani. Kwa hiyo namba nitakupa. Ndio tunamsubiria mtu yani nusu saa nzima unakuwa unashindwa kujiongeza rafiki yangu, mtu mzima ovyo. Nusu saa. Ni mtu mpaka hamu inakata. Katibu, samani kwa kukuweka. Pole. Mimi nishapoa na nafikiri twende kwenye point. Nipe ahadi unipa jana. Ni ahadi yana kwa unipe. Hauna semaje hivi? Samani katibu. Hivi bila samani, be free. Go straight on the point. Be free. Leo nina dharura. Umfuko vipi? Kuna mkate wangu mkatibu. Nilikwambia watoto wazuri wanakuja wakakatibu mwenezi. Come on. Wewe mtoto mzuri hunywi chai asubuhi. Unataka kunywa chai saa 7, saa 8. Jamani. Njoo kwa katibu mwenezi. Nipe nikupe. Katibu mwenezi sije kushindwa na kitu. Kuwahudumia nyinyi watoto wazuri. I never let down the people, girls on the building. Katibu. Abe. Sina maana hiyo. Maana yako katibu. Leo Simba wanacheza. Chevu? No, Simba wanacheza. Sasa wewe unataka kuniambia mimi fixtures sizijui? Ratiba za ligi kuu ya ligi ya Tanzania sizijui? Mimi najua mwanzo mwisho, najua Simba anacheza lini, Yanga anacheza lini, najua Simba na Yanga wanacheza lini. Na unataka kuniambia kwamba kesho, tomorrow on the morning, ndio wanacheza tena, wanachezea uwanja wa nani kule? Benjamin Mkapa. Juzi wamechezea uwanja wa Jamhuri. Unataka kuniongopea mimi bodi zozo? Katibu. Abe. Hebu kuwa mwelewa. Sina maana hiyo. Maana yangu ni kwamba nipo kwenye siku zangu za hatari. Sasa kama Simba inacheza tunafanyaje? Umejichelewesha makusudi. Simba inacheza. Tungemalizana jana ingekuwaje? Kama sio kutiana hamu tu, alafu nitamanisha mtoto wa watu namna hiyo unaniacha Simba. Simba anacheza hata tunafanyaje? Hapa hakuna cha kufanya katibu. Kama bwao lishaingia na disco lishaingia Masai. Hapa cha kufanya hakuna. Labda tupange tu siku nyingine. Kwani mimi nabidi mwaka mzima. Basi sikiliza, kama ndio hivyo Simba inacheza, wao limeingiwa na ruba, nenda. Nimesema nenda, kushatibua, nenda, umenitia hasira. Basi naomba unisamehe. Mimi nishakusamehe. Najiuliza hali ingekuwa nimeshakula vitu vyangu vya kuongeza nani nguvu. Viko hapa. Ingekuwaje? Ghafla namna hiyo. Simba inacheza. Ningekaa wapi nafsi yangu mpaka nafsi yangu. Kwa ina maana katibu wewe hauna nguvu za kiume mpaka utumie dawa. Hebu kuwa mwelewa. Nisikilize vizuri. Nenda. Basi naomba unisamehe. Shakusamehe. Kuonana na diwani maboresho next time. Nenda. Kwa ile swala langu ndo naamua kuipozea namna hiyo katibu. I said that. Nenda. Katibu. Nenda bwana wewe. Watu mpaka wajue kama mimi na wewe tupokucheka, nenda. Kwani watu uliwaambia kwa unakuja kukutana na mimi huko? Bwana wewe nenda. Mbona kwa mwezi mwelewa wewe? Vipi bwana wewe? Ona? Mwangalie macho yake. Kama nani libwerele. Katibu. Bwana wewe. Sitibue mimi hata kukuangalia usoni sitaki kukuangalia. Wewe vipi wewe? Simba anacheza. Haya ghafla hivi mimi naiweka wapi nafasi yangu mpaka nafsi yangu mimi naiweka wapi? Vitu viko hapa. Kubali na riziki tu. Mtoto mzuri kama ungenipa mambo kiko vizuri, nikakukutanisha diwani maboresho, kila kitu kingekaa sawa.
dakika za kisabuni unajua kukosa penzi mpenzi poa. Nakosa penzi na mtoto kama huyo hapa huyu. Nikakutana naye uje kimwili yako mambo kwa safi kabisa. Afu mimi mwenyewe uje kwa konta tutoke ile kigoba kubwa ile pale. Hadi sabtelo uje pale fiati. Ile mifusi wa zamani ile pale unaona ni kama kwa maisha yanaenda hivyo. Sio kipotabu huyo uko kumbeba huyo unataka upate tabu hivi. Tabu kweli kweli. Na Mungu nibariki. Next time ni mwende. Uje kutoka kichakani kama hivi mtu anajua una uhakika umelikosa penzi. Ikiwa maji imenikamata. Ati ya uchungu. Kana meza sumu. Chezi hata kunitoka sitoki machozi. Usijali, swala lako nitalifanyia kazi. Ndashukuru sana kama utanisaidia kwa hilo kiongozi. Haya, poa, baadaye. Haya. Poka habari. Sasa hivi. Vipi kakaangu? Mbona hivyo leo? Naomba nisaidie maji. Sina maana hiyo. Maana yangu ni kwamba nipo kwenye siku zangu za hatari. Asante. Nashukuru kwa maji. Vipi ndugu yangu? Mbona kama sio kawaida yako? Vipi kakaangu? Mbona hivyo leo? Dada, mimi niko sawa. Ni masuala ya walimwengu tu. Wala usijali dadangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Asante. Vipi ndugu mwenyekiti? Salama tu. Wema. Kwema mwanachama wangu. Nilikuwa nakutafuta hatari. Sasa ndugu mwenyekiti, mimi nilikuwa na swali moja. Hivi mmemalizana naye vipi yule diwani? Kuhusu swala la diwani, hilo ondoa shaka. Mimi nishamalizana naye, kila kitu kipo sawa. Kikubwa tu ni kuasisitiza wanachama wenzetu kuendelea kukusanya michango. Kila kitu kitakuwa sawa. Na hili sasa nimekwambia wewe, Jasmine, nakujua. So utoke hapa tena upite huko uanze kulitangaza au upite kuliongea. Swala la mimi kukutana na diwani, wewe ndo mtu wa kwanza kukwambia. Likivuja shoga yangu, mimi mwenyekiti wako kama unavyonijua, silali na deni. Yaani mwenyekiti, kwa hilo ondoa shaka. Hata usijali kuhusu hilo. Yaani mimi usijali kabisa. Huwezi kulisikia kokote. Hivyo ndo ninavyopenda, hivyo ndo ninavyotaka uwe na kaba. Mwanamke anatakiwa awe na kifua cha mbele na nyuma. Sasa hili la diwani likivuja, mwali wangu wewe. Basi sawa mwenyekiti. Haina shida. Basi sawa mama, asante. Sawa sawa. Haya. Kaka. Niambie. Yaani kaka, unajua mimi kuna kitu kinanisumbua. Tena kinanisumbua sana na muda mrefu. Sasa nianzie wapi man? Yaani kaka, mimi jinamizi linanisumbua. Jinamizi? Ndiyo, ni jinamizi. Wewe unaelewa nini kuhusu jinamizi? Maana kaka, nikilala usiku nahisi kama mtu ananikaba, tena naishiwa nguvu kabisa. Kila nikitaka kupiga kelele, sauti hazitoki. Kila nikitaka kukuruka, siwezi hata kutikisika. Hilo ni jinamizi kweli au umelitunga wewe? Kaka, ni kweli, ni jinamizi. Linanikaba usiku, yaani hata siwezi kulala.
naishiwa nguvu kabisa. Sasa hapo unaanza kupata kitu. Naanza kupata kitu hapo. Na lishakuwa tatizo. Ilishakuwa tatizo. Limeshakuwa tatizo. So unaenda wapi kaka? Karibu. Asante. Za huko. Nzuri za hapa. Nzuri. Bwana ndugu yangu mimi kuna malalamiko nayasikia kwamba bosi wako anawataka mabinti za watu rusha kingono. Hivi kuna ukweli wowote na hizi tetesi? Hapana. Kwani mimi jinsia gani? Ni mwanamke. Sasa kama mimi ni mwanamke, huyo bosi wangu kashindwa kunitaka mimi, haja watake hao watu. Na ukizingatia nimekaa naye muda mrefu sana, sijawahi kusikia hiyo tabia hiyo. Yaani hiyo ni dalili tu ya uvivu. Cha msingi sasa wewe hapa, tafuta mabinti wenye uhitaji wa kazi basi. Maana hichi kijiji kinasifika kwa mabinti ni wavivu hatari. Hivyo tu wameanza kuzusha hayo maneno. Wategemea nini? Basi sawa, nimekuelewa. Nitalifanyia kazi swala lako na nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kuwatafuta mabinti ambao sio goigoi kwenye kazi zetu. Ninakuhakikishia kwa hiyo. Hilo ndo la msingi sana. Na ninakutegemea wewe. Basi sawa, mimi nimekuelewa ndugu yangu. Hayo mengine yote tuachie wenyewe. Haya, mimi hapa nimekuja na mzigo wako kidogo ili mambo yakae sawa. Unajua tena? Sawa. Hapa mjini. Hii ya kwako. Asante sana. Kazi kwako. Haya, asante, nashukuru sana. Wewe usijali. Mimi mambo yote nitaweka sawa. Na kuamini afu nakutegemea. Yaani usijali kwa hilo. Wewe hakikisha unavotoka hapa akili yako ikae kichwani sawa moja. Kila kitu kiko sawa. Kama hivyo sawa, hamna shida kwani mimi na neno. Sio mkaaji, kuja nikaendelea na majukumu yangu mengine huko nyumbani. Sawa, karibu. Haya bwana, ubaki salama. Haya. Kwa makini. Mtoto kutoka utokei. Karibu mjukuu wangu. Asante baba. Uzee huo mzee wangu. Kiuno. Pole. Asante. Niambie mzee wangu. Nashukuru umeitikia wito wangu. Ndio. Mimi bwana hapa nina shida mjukuu wangu kubwa sana. Inaniumiza roho. Okay. Unajua hapa mjukuu wangu kijini wamenitenga. Wazee wenzangu wa kijini mimi wamenitenga. Wanakutengaje mzee wangu? Kwa hivyo wakikaa sehemu nikenda tu wananyanyuka. Mama. Sasa na mimi maji nilokunywa sasa sitakuwaje? Sichachukuliwa msukule mimi. Mungu nibariki. Mama, sasa ni sauti vipi ya mtoto au kama kamsukule wa mtoto jamani? Mungu nibariki mimi. Anka mmoja miongoni wa msukule. Nakusikiliza. Lengo langu mjukuu wangu ni kuita hapa. Nataka unganisha na diwani, niongee naye. Jambo langu. Ndio mjukuu wangu, ndio umekuja, ndio maana shida yangu hiyo tu. Maana kijini wamenitenga sana. Mohamed Juma kanitenga. Nzikipende kanitenga. Kwa hiyo mimi nikukutanisha na diwani. Sasa ndio nikakuita wewe mjukuu wangu. Nikutanisha na diwani babangu mimi yani. Ndio shida yangu ikaisha. Yani kukutanisha na diwani shida yako imeisha. Nataka niongee naye kabisa. Okay, kumbe sio mchawi huyo mzee. Huyo ana shida yake binafsi. Sasa baba, mpaka babu ndio. Kuna kitu kinaitwa mlungula. Mlungula
ni ile hali ambayo unatoa kitu ili upate kitu. Mtipula ndo nini? Mlungula ni rushwa. Nadhani mimi unanijua, mimi ni katibu mwenezi. Wanasema takrima, wanadai wenyewe. Takrima. Unataka uweke na manjojo takrima. Sasa mjukuu wangu, si unajua sasa hivi nanasi bado. Hata kukomaa bado. Ndio kwanza yanaanza. Haya mananasi yako na mimi yanahusiana nini? Ni mzee, naomba niende kwa sababu ngoja mjukuu wangu. Kuna kitu nimekumbuka. Kuna mwanangu aitwa Siamini yuko mjini. Siamini anasemaje? Kwenye saa 8 atanitumia hela. Akinitumia mimi nitakupa hiyo hela. Saa 8. Akinitumia tu. Mjukuu wangu bwana, ishaingia. Nakuja unachukua takrima yako. Mzee. Mimi kama ni mzee wa kwanza kufanya naye kazi ni wewe. Ndio. Mimi diwani ukitaka kukutana naye unakutana naye kwa hela. Na sio maneno porojo mimi sitaki. Ndio. Nikwambie tu mzee wangu. Niambie mjukuu wangu. Ninachohitaji ili ukutane na diwani ni hicho ambacho utatumiwa saa 8. So by the way, ninachohitaji hiyo saa 8 ikiingia hiyo hela, mimi ni kabidhi hiyo fedha nikukutanishe na diwani. Unless otherwise huna hiyo fedha, don't touch me. Utanichafua. Pamba kama hii utainunua. Asubuhi diwani. Safi, salama tu, habari? Salama, nashukuru nimekukuta. Manake ujio wangu mkubwa ni kuhitaji kuonana na wewe. Imekuwa kama bahati, maana ndo nilikuwa natoka hivi. Karibu sana. Asante. Basi sawa, haina haja kuingia ndani, naomba tu tuzungumzie hapa ili nisikucheleweshe. Diwani, mimi nimekuja, kuna project ambayo tumeianzisha ya wamama, na swala letu kubwa ni kutaka kuunda vikundi 10 kwa niaba ya wamama, yani kama vikoba. Na vile vikundi vinahitaji kupata usajili. Ndio. Na mpaka sasa bado hatujasajiliwa. Na msaada wetu mkubwa mpaka vikundi vyetu vikamilike ni wewe. Na ndio maana nikaona ni kutafute, ikabidi nije hapa kwako ili kukutana na wewe kulizungumza ili swala niweze kulikamilisha. Mimi nimekuelewa vizuri kuhusu shida yako ama jambo lako, maana hapa ni ndo mahali husika kwa jambo lako. Mimi nitawasaidia maana kwa maana vikundi vinafanya wananchi wangu mpate maendeleo. Kwa hiyo nitawasapoti kwa kufanyia mpango ili mradi hilo jambo ama hivyo vikundi viweze kufunguliwa. Nashukuru sana diwani. Yaani msaada wako ni mkubwa sana kwetu sisi wa mama. Bila nyinyi sisi si kitu. Nalifanya kazi. Tashukuru sana diwani. Yaani we unamshukuru nini?